Niaje mkubwa? Asante. Sini wasumbue tu kidogo, sina ubaya. Fadhalini. Hata wewe tu. Jua ni mzee lazima uite, wezi ita msichana wa mtu. Na labda kitu inamlinda ndio cha muhimu. Uanze kusema tunajuania watu. Sisi ni content creators, usijali niko na ujamaa. Hata record sasa usidhani kurekod hapo. Sisi ni ile help tu tunaomba. Kwa kazi yetu ni kuamka kwa by estate. Sijui mmeona hii sura before? Hapana. Na nyinyi wa huko? Sijaona. Kama nimekaa hii street sana. Mmekaa huko sana? Yeah, sisi tunakaa pale chini. In many of my videos on this channel, I have always reiterated and highlighted that when you marry somebody from a difficult circumstance, or just because you have helped them to come out of the hole, you should be prepared to be disappointed one day. Why? Because when you married them, they were only looking for somewhere to shelter themselves, somewhere to have a safe haven from the calamities which were imminent during that time. But to assure yourself that these people were committed to you or in your life, that's a guess that is likely to bring some terrible disasters or unpleasant dividends somewhere in the future. So what am I saying? I'm just saying, play your cards very well, because disappointment would be lingering somewhere in the air. I'm Uncle J, and today we're going to react to yet another Comrade Flavor video. This one was titled, "He Almost Faded When He Realized That His Holy Hall Was Being Shared with the Entire Community, Including His Relatives." Comrade Flavor, show me the way. Naleta ni support. But then advice wasichana wadogo siku hizi, napata msichana ameingia kwa ndoa anasema pesa ya mzee ni yao. Pesa ya mama ni yake peke yake. Nipe advice hapo. Najua uwezi kwa mimi na advice wasichana wale kwa mandoa na wanadanganya waume wao. Wakuwe straightforward na wakuwe wakamilifu katika ndoa zao na familia zao. Straightforward, wakamilifu ni wakuwe wakamilike ndani ya ndoa. Wakamilike. Pia Kiswahili sanifu kidogo wanipika chenga kiasi lakini na ngangana. Ndio wanajua Kiswahili kibaya sasa. Unajua sana. Hapo unanganaga mpaka unajua. Ndugu yangu. Ni advice ye one. Kuna wanaume wanaogopa ndoa sana. Wanadhani watakuwa vijana forever. Kama mimi sasa. Jawa. Ndio watu ni wakora bana, niliona acha nikwambie ndugu yangu. Hii ndoa usione wale wenye wako kwa ndoa ukaona wanateseka sana, ati bibi sijui amemkalia, sijui bibi unaonanga ukiingia kwa ndoa, ingia kwa ndoa na maisha yako ukijua ule ni mke wako, ile ni familia yako. Ushatoka ujana, unaingia sasa umeanza kujiita mzazi wa mtu, baba fulani. Ile vitu zenye ulikuwa unafanya, sidhani kama utaendelea kufanya. Kuna kitu utakuwa umeimprove. Kwa maana labda ulikuwa unaitwa GMO, ulikuwa unaitwa Kevo, ulikuwa unaitwa sijui mtu wa wasichana wengi, lakini venye utaingia tu hivi kwa ndoa, utaheshimika na utakuwa mtu, utaitwa baba fulani. Utaitwa bwana ya fulani. Utaitwa ati mtu ana wake wengi. Hapana. Hiyo jina inapunguka. Unakuwa mtu mwenye heshima, unaweza tembea na watu wenye wako na knowledge, wako na heshima zao. Unaona? Chama ndugu zetu wapite. Asije kona ikawachenga kidogo. Mami. Wewe kama mama wa watoto watatu, hiyo si mchache kwanza. Kwanza congratulations. Si rahisi ku manage 3 kids. And it's a blessing, na niko sure bado na plan kuongeza wengine, unajua sijui. Mungu akijalia naweza ongeza. Au mind. Hata wakiwa kwa sawa. Ile mtu anakuja na sani yake. Ni advice wasichana wadogo wenye labda wakipata mtoto hata hajapata moja ashaenda bosho, anaogopa sana. Okay, upande wangu nasema na wasichana wadogo wale bado hawajaingia ndani ya ndoa. In case umeingia ndani ya ndoa, ukuwe mjasiri ndani ya ndoa na ukuwe mkweli ndani ya ndoa. Mambo ya kutangatanga na kuhangaika ndani ya ndoa, uongo ndani ya ndoa, hapana.
ndoa usimama kwa sababu ya ukweli. Na ukiweka uongo mingi ndoa haiwezi enda mahali na uwezi heshimiwa pia wewe. Lazima ujiheshimu kwanza ndani ya ndoa ndio uheshimiwa hata na familia, hata na majirani, marafiki. Lazima uheshimiwe. Siku hizi si watu wamekuwa wakora. Watu wamekuwa wakora kwa nini? Uaminifu ndio hakuna. Uaminifu hakuna. Mzee wako ni mwaminifu, ukimuona Muluya jasiri kulingana na kwa wakati nimekaa na yeye ni mwaminifu kwangu. Kwa ama labda wewe ndio bibi wake. Muluya anasikianga na kwanga na mwingine nyumbani, mwingine Nairobi. Kwa miaka nimekaa na yeye sijaiona akiwa na umetembea huko kwa Boma kama yuko huko Busia ukasikia story yake. Ananiamini. Namwamini. Anakaanga na simu kwa bedroom hivi. Namwamini, simu ananiachia. Kwa sure. Nikimwambia saizi tuangalie hiyo simu yake tu messages, uko sure utafeli. So both parties were good advisors. They were advising their peers. The lady was giving good advice to other ladies and the men as well. And nobody could easily suspect that behind the apparition, behind their good faces, the public images, something was taking place. And that was only revealed by nothing other than Comrade Flavor's loyalty test. Leta nikupange pia wewe. Unajua upanguzi kila mtu anapangwa vizuri. Babe, nakuamini. Nakupenda. Ukiona hii kitu inawekwa hii ndio siri. Lakini usika. Kuna mtoto anatumia simu lazima nianzange na hizo maswali. Hakuna. Simu ni yake tu peke yake. Hata mimi situmiangi. Tunangoja pia. Ndio wakati tunangoja tukipiga story ama kupiga gumzo. Anaulizanga watu pia saidi ya kuko na fare kufika Kakamega. In case kwenda Kubaya. Ukadi na fare ya watoto. Unajua kuna wazee ufukuza watu na watoto wote. Usimfukuze na watoto wote ukienda vibaya. Ni watoto ananiachia tu yeye abebane tu na mzigo kama, lakini najua namwamini haiwezi fika hapo. Na 100% kwa sawa. Siwezi taku reverse pesa za salon. Ziende kwa mtuari kwanza. Unaona kwa ile miaka tumekaa na yeye. Kwa ile miaka tumekaa na yeye namwamini. Unajua unaweza kasirika upeleke vitu kwa mshule. Namwamini kabisa. So our wife here was asked to input her password. But tell me guys, is this how we input passwords? Do it take such a long time before we open our thoughts? Or let me just say it was a little bit of some housekeeping, but seems that this was an extended version. Kwani unatupa tu, kwani ina maana ujiamini pia? Lazima yeka pesa ya mshwari. Kwa pesa ni inakuaminiana haijaingiana. Pesa ni nitafuta mimba. Navuta sote Kiswahili kuna mimba na janiambia. Nione kitu, naona mimba pale. Na unajua nimesema tu kama joke. Nitakuwa na tulia tu hapo mami. Hii ni a men's conference. Hapo unaona imeandikwa nini? June 6th na shuku niko na mimba. Akuulizwa ya mzee kitu gani nijikute ni client. Tulivini ya wasta. Tuanze chat toka March. Nishikie shift leo Pepsi Philpo wake. Hii ni yake na Pauline. Yeye ndo anaandika. Si ni yeye, tusome tu tuone. Unajua hatuwezi jua. Hii story imeanzia 5th March nishike shift Pepsi Philpo wake. Bibi akalitext. Akauliza uko sure Philpo ama ni hangover ya Dix za jana. By the way ulimake ngapi? Jana yangu kulikauka. Nilipata tu jaluo mmoja fiti alibai sapa na akanilipa 5k. Yule mkale nayo ni stingy alinipea 250. I'm here to tell you right now, we don't care. We don't care. Sisi uko sawa, mimi acha ni hand leo. Nadai tu hata 3k pekee nijazilie rent. Tutapata uwezi kosa. Ni sawa. Alafu sipendi huyo amekuja na mia sana. Hii ni yake. Si ndio sisi unasema? I realize
that this is an accident. Bibi yake anasema kumbe hata wewe umeona. Mimi by the way nilimpasha simtaki kuwa support yangu. Anadhani yeye ndio light skin wa kwanza kwa busy. Mimi nilimwambia nitamnyoa akipara next time ani try. But si ni protection anapata ya Yusuf juu anatoka area moja, but soon atajua hata Godfather inside. Wakakoleana. 5th April Pauline unakaa mleo akasema kibebs niko na emergency nilipata infection hata ndio niko hapa Mama Lucy. Alikuwa ni CD ni bastama. Sikia story wanaongea. Ni long story nitakwambia alafu nitumie utao tutaongea sawa. Thank you. Asante pia. When I call 17th April kuna client anasema kama tunaweza enda kwake Dagoretti analipa 6k each kwa available leo. Ati akwaje? Ati ni Mjaluo amesema atalipa Uber na food pia. Ati niko tu sawa. 20th April call. May niko kona 4 nikimaliza na kukola sawa. June 6 ndio hii nashuku niko na baby. Akaulizwa ya mzee. Mzee kitu gani nijikute ni client. Sasa utadu. Hii yake. Wewe mimi niko na shida mob yenye siwezi tolerate ball size. Hata nilikuwa nikuulize yule mzee wako wa tabs kama bado wako. Ati Jose 078956 sijui ni jamaa gani. Mwambie ni Pauline amekuambia anakuanga undercover tisa nitacheza kimi. July 1st. Tunaenda Utawala lazima wakakoleana. July 20th. Hebu ngoni kongana na kama sawa haraka. 27. Hii ni yake. Yeye ndo wamechat. Si ndio hiyo simu ya mimi sijaeka pesa 7 July. Nitachelewa kidogo nilipeleka mtu hivi. Tiwasha kwa sawa ate amepatiwa dawa ni malaria ni sawa pole yake. 2nd August ati nimeweka bibi yake anasema nimeweka 30k kwa account yako sitaki mzee ajue. Guys, why are you doing this? Mama nikikaa. Ni sawa. Sitaki mzee. Ladies. Yani hii unataka kuniambia ni yake? Hizi zote ni zake. Simu ni wa bibi yako. Mimi umeona nikicha. Ngoja. Wewe. Hii ni nini? Nakuuliza hii ni nini? Hii ni nini? Usimpiga. Bro. Tafadhali. Hii ni nini? Mpeleke tu polepole atuambie ukweli. Mami hebu simama na hii side tu nini. Usimpiga. Niondoke tu kwanza. Ufanye hivi ndio isiku. Unajua sasa mimi nimekusaidia. Ukimpiga ni mimi nitalaumiwa. Alafu unajua itakuwa kwa kamera. Ngoja. Wewe Tulia baba boy. Chill bro. Tulia. Hizi messages zimetoka? Chill bro. Hizi message. Explain. Zimetoka wapi? Hapana, sitaki hata usiniite baba boy. Sitaki. Hizi zimetoka wapi? Nani amechat? Nani? Ni rafiki. Pauline nani? Bro, acha nikwambie. Ndo nikutane na huyu msichana, nimepitia hali ngumu sana. Yaani ndo afike venye unaona vya meng'ara hivi. Ilikuwa ni yani hata nikikuelezea sijui kabisa. Unakumbuka 2017 wakati wa kura. Hapo ndo nimekutana na huyu msichana. Tulikuwa tumepanga line na tutaka kupiga kura. Ameumia hapo na mtoto anamsumbua huku. Kama mimi mwanaume kumsaidia, nikaamua nimsaidie kubeba mtoto ili afanye nini? Apange line apige kura. Tumemaliza vizuri. Amekuja ameniambia amesikia njaa. Nikamwambia hapa kwangu ni karibu tu. Twende tufanye nini? Upike tukule. Tukaenda nikampea budget ya chakula yanapika, akapika kwa kweli akapika. Akanipigia story yake kidogo tu. Akaniambia ati venye nikamuuliza mtoto kwanza uko aje na yeye. Akaniambia babake alipata na yeye mimba. Mwenye alipata na yeye mimba alipigwa na wezi. Unaona? Alipigwa na wezi wakamuua. Sasa ikanishika ni kama mimi mwanaume. We can't deny the fact that the couple had some history. This guy found the woman in a sorry state. Okay, she was stranded
on the road, in the streets. Maybe she was dying of hunger, or she was in that poverty which could be noticed by onlookers, and the guy opted to help her out. And in the process, they ended up hooking up. They became lovers and eventually become married. But now, I've always stated and asserted that such type of marriages are not going to sustain. Once the woman realizes that all those worries, all those situations she was scared of are nowhere to be found or have disappeared, she starts to resort back to her old ways. Why? Because she only wanted to be helped in the short term, not in the longer term. It's very difficult to make those people long-time partners. They always end up, or they're always bound to disappoint the innocent party, the people who helped them out. They easily forget the long sufferings they were in those days. So this is a typical case of a betrayal, and we just need to put the brother in our prayers. We mustn't forget. Yeah, there's no other way. We pray they will reunite, they will rediscover their lost love. That's our hope. Comrades Flavor, continue. Unanivalia kiumalaya. Sababu hii nisamee, pole. Nikusamee nini? Nikusamee nini? Nikusamee nini? Nikusamee nini? Nikusamee nini? Niondokee. Nikusamee nini? Nikusamee nini? Ona. Sawa, fanya. Usinipige mkono. Ona, umefanya yenye umefanya. Niondokee tu ni deal na huyu mwanamke. Niondokee. Hapana. Niondokee tu ni deal na huyu mwanamke. Hey, what's going on? Umenisaidia. Nimepata kitu yenye naishi nayo, sio mwanamke, ni malaya. Mkubwa, unajua tu ukinipiga ni malaya, italeta shida. Ina maana wao wanapanga line pale town, pale street, ni wanawake wa watu, ni mabibi za watu. Sitaki. Italeta, unaweza mpiga. Sitaki. Uso mwanamke mwanafaa niishi naye kwa nyumba. Huyu nani huyu? Malaya. Mimi naishi na malaya kwa nyumba. Naishi na malaya kwa nyumba. Niondokee. Naishi na malaya kwa nyumba wewe. Mwache. Naishi na malaya kwa nyumba. Naishi na malaya kwa nyumba. Usimpige. Hata watoto wa. Naishi na malaya kwa nyumba. Itakaa vibaya. Mwache tu. Huyu nani huyu? Ona vile amenivalia na ndanganya ati ananipenda. Kumbe ni kunivalia na nivalia nini? Ukimpiga utaua. Na msindikiza ati anaenda saloon. Alikuwa anaenda saloon. Unaona ametoka kutaniwa nywele, sasa anaenda saloon kushuka. Na msindikiza mimi nikienda town, nikienda kazi zangu. Kumbe natembea na malaya kwa barabara na shindo tu hata ndafika aje town saa ngapi? Usimpige. Kuaibisha nini wewe, ushajiaibisha? Kuaibisha nini? Kuaibisha ndio kusema utamuua tu watu. Kuaibisha ndio kusema? Kuaibisha ndio kusema nini? Achana yetu. Acha. Kuaibisha ndio kusema nini? Mpige mkubwa. Unaweza hata umia bure. Hapana bro, hebu niambie kama ni wewe umepata tu hiyo situation hizo message umezisoma vizuri, tumesoma na wewe, si ndio? Si wewe ndio umefanya hizo message zimekuja? Kama ni wewe unaweza feel aje? Kama hebu imagine tu ni wewe unaweza feel aje? Unaweza niambia nini hapa? Tafadhali. Nifanye nini? Wewe niambie tu, nipe tu nifanye nini? Hebu achane tu naye. Nifanye? Mwache tu nini tu peaceful. English Premier League. Kesi budi. Manchester United. Usirudi kwangu. Enda hivyo ukiwa umeenda, usirudi kwangu. Usirudi. Usimpige. Mbona unachoma? Unafanya gani? Unaendanga kazi kweli? Naendanga kazi. Sema tu kweli. Naendanga kazi. Nikitoka kazi rafiki yangu anaenda tunaenda kuna kane kwake. Kubuy time. Na hizo vitu mbona unazifanya? Mimi hata sielewi mbona dadangu ako hivi, sielewi. Jamaa amejaa. Enda tu muapologize. Sasa si atanipiga. Sasa jamaa kuna hasira. Lakini ni mtu hasira inapoa, wacha niende. Kitambo afike najua hasira yake itakuwa imetulia. Erendo tulie tu pale. Sende hapo utachapwa bure na mimi sitakuwa. Huyu jamaa kuna hasira sana.
Kama ako na hasira, karibu anipige mdomo maana ananipiga jozi. Hata mulo yamekula vizuri. Kati yote.